Siku hizi wamama wengi wamekuwa na tabia ya kuachia watoto majirani zao waangalizie wanapopata safari mbalimbali. Hivi siku unakuja kugundua kwamba huyu jirani yako unayemwamini na kumwachia mtoto wako ana roho tofauti kabisa na unavyomfikiria. Kama haujaelewa, yani unapata safari aidha ya kikazi, harusini, biashara ama popote, alafu mtoto wako unamwacha kwa jirani au akuangalizie kwa kutwa moja tu, ukiamini kwamba huyu jirani yako ni ana roho safi sana, lakini matendo anayotenda kwa mtoto wako au nia aliyokuwa nayo kwa mtoto wako ni tofauti kabisa na wewe unavyofikiria akilini mwako. Jina langu naitwa Rocky. Karibu kwenye story hii au kisa hiki kilichomtokea mwanadada Hadija anayeishi Mwananyamala. Kuwa na mimi mpaka mwisho, hautajutia muda wako, na imani utajifunza na pia utaenjoy. Na kabla hatujaendelea kwenye kisa chetu, naomba unisaidie kusubscribe kama bado haujasubscribe katika channel hii. Huyo dada anaitwa Hadija, anaishi Mwananyamala. Hadija alikuwa na mtoto mmoja, anasoma darasa la kwanza. Sasa Hadija katika harakati za kupambana na maisha akafanikiwa kupata kibarua ama kazi kwenye kampuni fulani huko Kariakoo. Kwa hiyo ilikuwa inambidi atoke nyumbani kwake Mwananyamala aelekee Kariakoo kila siku asubuhi na kurudi usiku. Na mtoto wake kama nilivyosema alikuwa anasoma darasa la kwanza. Kwa hiyo kutokana na yeye, Hadija alikuwa hana ndugu wa karibu Dar es Salaam, na pia alikuwa hana uwezo wa kutafuta dada wa kazi wa kumleta akae au ashinde na mtoto wake. Akaamua kwamba kwa sababu ana majirani au ana jirani ambaye anamwamini, anampenda na wanaelewana, aombe pale kumwachia mtoto wake, ashinde huyo jirani, ashinde na mtoto wake mpaka jioni. Pale atakaporudi yeye anamchukua mtoto wake, wanaingia kulala. Huyo jirani ni mpangaji mwenzie na Hadija. Alikuwa mdada mwenye roho nzuri sana. Yaani Hadija anasema huyo mdada alikuwa ni ana roho safi, mstaarabu, mpole, na watu wengi wanamsifia kutokana na tabia zake za utulivu na upole. Kwa hiyo Hadija kila siku alikuwa anamwachia yule shilingi 1000 asubuhi, anamwandaa mtoto wake, anapeleka shule. Akirudi shule anakutana na huyo binti anaitwa Rehema. Anakutana na Rehema anakaa naye mpaka jioni, ambapo Hadija anarudi, anamchukua mtoto wake, wanaenda kulala. Ilikuwa hivyo kila siku. Na yule Hadija alikuwa anamwamini Rehema kupita kiasi. Yaani alikuwa anamwamini. Mpaka mtu unamwachia mtoto wako, it means umemwamini, yani kupita maelezo. Na yule Rehema alikuwa hana kona, yani alikuwa na tabia nzuri sana. Kwa hiyo siku zikaenda, miezi ikakatika, mtoto anasoma, anaenda shule, akirudi anakutana na Rehema. Wa hivyo yani Hadija akirudi kazini anamkuta mtoto wake ameoga, amekula, msafi, anacheza na ana furaha. Kwa hiyo alikuwa hana wasiwasi hata kidogo. Sasa zikawa zinatokea changamoto kwamba labda mtoto amerudi shule. Si unajua watoto darasa la kwanza wanakuwa ni watundu sana. Kwa mtoto amerudi shule, hapo tena Hadija akitoka huwa anamwachia nguo za kubadilisha Rehema. Kwa hiyo mtoto akitoka shule anapewa nguo za kubadilisha na Rehema anabadilisha, hashindi nguo za shule. Kwa hiyo mtoto akawa anachafuka sana. Saa nyingine Hadija anamkuta mtoto wake ni amechafuka, yani mchafu. Akiuliza sababu, anasema uliniachia nguo moja dada, na ulivyoniachia nguo moja mtoto wako ameenda amecheza amechafuka, mimi sina nguo ya kumbadilisha, na pia mimi sina mtoto kama unavyojua. Kweli sasa kwa sababu yule anamwamini sana huyo Hadija, anaitwa Hadija. Sasa hii story anamwamini sana huyo Rehema. Kwa hiyo Hadija alikuwa na funguo 2 za chumba chake. Kwa sababu alikuwa anamwamini kama ndugu yake, kama mdogo wake, akachukua funguo moja akampa Rehema. Ikitokea dharura yoyote, changamoto yoyote inayohusiana na chumbani kwangu, mtoto wangu na chumbani kwangu, basi ruksa kufungua mlango na kwenda kutatua hiyo changamoto. Kwa hiyo Hadija akampa funguo ya chumbani kwake Rehema.
Hadija pia alikuwa hana mume. Hadija ni single mother. Kwa hiyo Hadija alivyompa funguo Rehema, kama kawaida vitu vikawa vinaendelea vizuri. Akirudi mtoto wake amekula, ameoga, mtoto wake ni msafi, ana furaha, anacheza. Yani alikuwa hana wasiwasi. Yani alikuwa akirudi anawaza tu kesho kwenda kazini. Yani alikuwa kila kitu anakikuta kipo vizuri kwa shilingi 1000 yake anayemwachia. Sasa kuna siku, ilikuwa siku ya Ijumaa, Hadija huaga anarudi kazini usiku. Sasa siku hiyo alikuwa ameruhusiwa kazini mapema tu kwenye mida ya saa 6 saa 7 mchana. Kama kawaida huwezi ukapiga simu ukienda kwako, si ndio? Na Hadija akapanda gari akarudi kwake Mwananyamala. Anarudi kwa sababu ile nyumba yani nyumba ambayo imejengwa ya wapangaji wa tupu, yani vyumba vyote ni vipo vya nje. Yani nyumba imezungushiwa vyumba pande zote. Kwa hiyo vile vyumba vimekuwa kama fence. Kwa hiyo mtu akitoka chumba kile unamwona, akitoka chumba kile unamwona. So wakati yeye anarudi, yupo mlangoni, akawa anasikia, yani yupo karibu na hiyo nyumba, akawa anasikia mziki mkubwa yani unatokea chumbani kwake. Yani anasikia sabufa imewashwa, mziki mkubwa unatokea wapi? Chumbani kwake. Na mtoto wake amemkuta yupo nje anacheza. Mtoto hana shida yoyote. Mtoto yupo nje anacheza. Ila Hadija anasema anasikia sauti ya redio au sabufa linatoka yani ndani kwake. Akashanga. Mimi sipo. Mimi naishi na mtoto wangu. Huyu anaupigisha mziki kwenye chumba changu ni nani? Hadija ikabidi aingie mpaka kwenye hilo eneo la wanaita uani, yani kupaka kwenye wananiliu wa hiyo nyumba. Na anasema masikio yake hayakukosea kusikia kwamba yani ule mziki ulikuwa hautoki chumbani kwake. Hapana, yani ule mziki ulikuwa unatoka chumbani kwake. Alafu amefika anaangalia mlango wake anakuta upo wazi. Ushaelewa? Na sio tu mlango upo wazi. Pale nje kwenye kile kizingizi chake anaona viatu. Kuna raba na viatu vingine vya kiume. Tayari hizo 2 na viatu vya kike pia moja. Anashangaa. Nimepata mgeni lini? Mimi sina ndugu wa karibu kusema atakuja mimi kunitembelea. Anasema alishtuka. Sasa akawa anaogopa atakwenda kusogelea iko chumba. Kabidi sasa aende kwa jirani yake. Kuna jirani yake hapo, yani mpangaji mwenzie, wamepanga nyumba moja. Akamwita mama fulani. Yule akamkaribisha, karibu ingia. Alipoingia anauliza, mbona chumbani kwangu yani naogopa hata kuingia, yani mbona nasikia kuna muziki unatoka huko, yani sauti za muziki, sauti za watu wakiongea chumbani kwangu. Mimi naogopa, yani sielewi. Kwa sababu mimi siishi na mtu yoyote kama unavyojua. Yule mama unajua alimjibuje? Alimwambia hivyo, unaogopa nini? Mbona hiyo ni kawaida, si tushazoea. Yani hiyo mambo ya kupigishwa muziki saa hizi tumezoea, mbona? Yani hivyo vitu mbona ni vya kawaida? Hadija anasema nikashanga, vitu vya kawaida na mimi sipo. Akamwambia, kwani wewe si umempa funguo Rehema? Sisi tunajua Rehema ana ruhusa kuingia ndani kwako. Na tunajua hayo yote yanayofanyika ni ruhusa imetoka kwako. Na ndio maana sisi hata tukupigi simu wala tukwambie chochote ukirudi. Rehema, yani Hadija anasema nimechanganyikiwa. Yani kwa sababu huyo Rehema anasema huyo Rehema ni mtu wa hivi, yani mtulivu, ni mtu ambaye anaonekana ameishika dini, muda wote amevaa amejistiri, mpole, yani na ndio maana akaamua kumwamini. Leo anasikia muziki ya kidunia chumbani kwake. Mlango umefunguliwa bila hamna dharura ya mtoto. Mtoto yupo nje anacheza. Inakuaje? Yule jirani ndo akamwambia, haya mambo mbona kila siku waga anakuja na marafiki zake huko anafungulia muziki hivyo yani. Hadija anakwambia nilipata hasira nikasema ngoja niende huko. Yani huyu leo atanitambua. Yule mama akamwambia, akaniambia, wewe unataka kwenda wapi? Na hata ukienda huko kumfanyia fujo, na funguo ulimpa mwenyewe, ujioni kama utajitia hatiani, kwa sababu wewe ndio ulimkabidhi funguo. Haijalishi funguo ulimpa kwa nia gani, ila wewe ndio ulimpa funguo ya chumbani kwako. Leo hii uende ukamfanyie fujo, akija akikugeuka. Kwa hiyo wewe tulia. Subiri hao vijana wakitoka utawaona,
Subiri uone, yani subiri uone hiyo mizunguko yake, ujishuhudie mwenyewe kwa macho. Ikiwezekana hata kusanya ushahidi, hata mashahidi, ili usije ukaenda kwa sababu hasira inakuwa hasara. Unaweza kwenda kumvamia kwa maneno, kwa matusi, unaweza hata ukampiga, ukaja ukapata kesi. Kwa hiyo tuliza akili yako. Hadija anasema ni nilikuwa nasikia yani moto unachemka ndani yangu, natamani niende yani yani mtu anapigisha mziki mkubwa ambao mimi mwenyewe sijawahi kupigisha chumbani kwangu. Kwa hiyo Hadija akawa amekaa pale kwa huyo mama wa jirani, kwa sababu silimsema hiyo nyumba ni imejengwa yani wanaita yani kama vile vyumba vya nje, yani yote, kwa sababu ni nyumba ya wapangaji. Si unajua nyumba za Mwananyamala zinavyokuwa gaya. Kwa hiyo amekaa pale dirishani kwa yule mama, anaona yani huyo yeye, dirisha la huyo mama lipo upande huu, chumba chake kipo upande wa mbele. Kwa hiyo anaona yani amekaa hivi, yupo dirishani, anaona jicho lake linapiga pale kwenye ule mlango wa nani, wa kwake. Amekaa pale, baada ya muda akaona vijana wanatoka. Vijana hao wawili, mmoja akabeba begi mgongoni pamoja na nani, na Rehema. Mziki umeshazimwa ndani, Rehema katoka, kavuta mlango, kafunga na funguo, wakaondoka. Rehema akitoka nje sasa ni hivi vishungi, mstaarabu, umjui yani hujui kama huyo dada katoka hata kupigisha mziki. Yani ni wale watu, samahani, sipo hapa kumkashifu mtu, ni wale watu ambao ukimuona hivyo unasema yule dada anajiheshimu sana. Kwa maana ndo maana hata yeye mwanzoni aliamua kumwachia mtoto wake. Hadija anakuambia nilikuwa nasikia hasira, yani hiyo hasira ninakupo naisikia. Yani imagine ndo unakuwa ndo wewe. Anasema hiyo hasira nilikuwa naihisi ndani yangu, siwezi hata kuelezea. Kwa hiyo kweli yule alikaa, kwa sababu ilikuwa mchana, akakaa mpaka jioni. Kwa hiyo yule mama, kwa sababu mtoto wake alimuona, na pia mtoto wake alimwambia usimwambie kama dada Rehema mimi nimekuja, sawa. Kwa hiyo akakaa mule ili ifike ile muda ya kurudi, ndo arudi kwake. Imagine yani kwako mwenyewe unaanza sana kuingia kwa manati. Kwa hiyo akawa anataka kusanya labda ushahidi au akusanya chochote ambacho anaweza akaenda kumwataki nacho, na kikawa yani kisimletee yeye madhara yoyote. Kwa hiyo akakaa pale mpaka jioni. Baadaye akaangalia hivi nje, hamna mtu, Rehema hayupo, ipo chumbani kwake. Yani Rehema alirudi, short alirudi, akamwogesha mtoto, akampa chakula, yani vitu vingine kama kawaida vikaendelea. Baadaye Hadija akajifanya amerudi. Wao jamani, mwanangu umeshindaje? Sijambo, shikamo mama, marhaba. Yani kama hakuna kitu kilichotokea. Rehema mdogo wangu unaendeleaje? Unaendelea vizuri dada. Yani anasema anavyoongea hujui kama ndo yule alikuwa anapigisha mziki muda ule mchana. Hadija anasema ni hapo namuongelesha, ila natamani hata kumlokia hivi, ila ndo nashindwa. Nikaingia ndani. Kwa nilivyoingia ndani, yani nimeingia tu, nimefungua mlango wangu, nimeingia chumbani, nimeona kila kitu kipo sawa. Yani kila kitu kipo kama vile mimi ambavyo nimekiacha. Yani hamna, nitegemea labda nitakutana tena na vitu vipo tofauti tofauti labda. Yani kila kitu kipo vile vile kama ambavyo mimi nimeviacha. Nikaona kwani hao vijana wamekuja kufanya nini? Moja kwa moja Hadija sasa anasema moja kwa moja akaenda kuangalia kabatini kwake. Kuna mahali kabatini alikuwa anaweka pesa zake, alikuwa anatunza humo. Kwa akaenda kufungua ile sehemu ambayo ameweka pesa zake. Pesa amezikuta zipo vile vile, hazijaguswa, hazijatingishika. Akawa anajiuliza hivi. Hadija sasa anajiuliza, hivi hao wale vijana wameenda walikuja ndani kufanya nini hasa? Mtoto wangu yuko salama, yupo vizuri, nimemkuta nje. Ndani kwangu kila kitu ambacho nimekiacha kipo vile vile. Kwa akili za haraka akahisi labda Hadija akahisi labda yule Rehema wale ni wachumba zake. Labda kwa sababu anasema chumbani kwangu kulikuwa kuna furniture nzuri mashallah. Kwa labda wachumba zake, kwa sababu mimi nimempa funguo, labda wachumba zake ameamua kufanyaje, kuwaingiza chumbani kwangu. Yani kwa akili za haraka alihisi hivyo. Kwa hiyo asubuhi yake akalala vizuri na mtoto wake amelala. Hadija kitu kipo hapa moyoni. Asubuhi akaamka na mtoto wake vizuri. Alivamka, Rehema amekuja, vipi dada? Ndio unaondoka?
Kwa hiyo ilikuwa siku inayofuata ilikuwa ni weekend. Hiyo ilikuwa Ijumaa, siku inayofuata ilikuwa Jumamosi. Kwa maana Jumamosi mtoto haendi shule. Rehema akaja, vipi dada? Vipi unaniachia? Yaani hivyo, yaani kama zile process ambazo akiamkaga asubuhi wanaenda kukutana, wanapeana hela na maelekezo kila kitu. Kwa hiyo hiyo siku Hadija akamwambia kwamba amna, mdogo wangu huyu mtoto leo nampeleka kwa bibi yake. Bibi yake ameomba nimpeleke akamsalimie. Kwa mimi nampeleka. Ila kesho utakaa naye kama kawaida, usijali. Kwa sababu gani Hadija amefanya hivyo? Hadija anasema yani mimi jana yake tu ameona hatari. Kwa hiyo asingeweza kumwacha mtoto hapo kwenye hiyo hatari. Haijalishi wale watu wamekuja kwa nia gani. Kwa hiyo akasema mimi siku hiyo ilikuwa siku ya weekend, nikamchukua mtoto wangu nikampeleka kwa bibi yake. Hadija anasema. Kwa hiyo Hadija akaja akarudi. Yani alishampanga tena yule mama jirani yake. Kwa sababu yule jirani yake alikuwa ni mtu mzima kidogo. Kwa hiyo Hadija akarudi, akaenda akajibanza kwenye kile chumba cha mpangaji mwenzie. Anaona movement za pale nje kote, yani ameenda amejibanza dirishani. Anasema hiyo siku nilikuwa nasema ngoja nisubiri leo, kwa sababu yule bado si anafungua yake. Kwa hiyo akasema ngoja asubiri leo Rehema atafanya nini? Ataingia tena chumbani kwake. Na kweli ndiyo tabia yake kila siku. Maana yule mama alikuwa anasema kila siku ya Mungu, yani kila siku itwayo leo, marafiki zake wanakuja, anafungua mlango humo, yani hivyo. Kwa hiyo Hadija akakaa dirishani anaangalia hivi. Dakika wale tena vijana hao wawili pamoja na Rehema watatu wanatokea getini, wanaingia. Wanaenda wapi? Kwenye chumba cha Hadija. Sasa Rehema kashika funguo ameenda. Wamefika pale mlangoni, Rehema akawa anafungua mlango. Alipokuwa anafungua mlango, yule mmoja akasema yani kama vile kuna kitu amesahau. Kwa yule mwingine, yule alisema akaondoka. Wakabaki hao wawili, Rehema pamoja na huyo mkaka mwingine. Rehema akafungua mlango akaingia ndani na ndugu yake na rafiki yake. Wameingia huko ndani, anasema ilichukua yani muda kidogo, kwa sababu yeye alikuwa amekaa hivi Hadija attention anaangalia nini kinachotokea. Kwa amekaa muda huko, nasikia labda akawa anasikia wanacheka, wanaongea, akawa anasikia tena umewasha TV, wanaangalia na TV kabisa. Yani mtu unaangalia TV ndani kwa mtu na wewe chumba unacho. Jamani. Kwa hiyo Hadija akasema hivi kweli msichana, yani na anasema yeye anavyojihisi hapo ni anatamani aende hata akapigane. Ila ndo anafanyaje? Yule mama ameshamsihi. Na maneno ya mtu mzima siku zote unabidi uyafanyie kazi. Kwa hiyo baada ya muda tena yule ambaye alijisonya mwanzo akarudi na begi, kwa maana kilichokuwa kimesaulika pale ni lile begi. Yani alifanya akaondoka, amerudi na begi. Amerudi hata hodi hajapiga chumbani kwa Hadija. Kumbuka hapo mtoto hayupo, mtoto yupo kwa bibi yake. Kwa siku hiyo Rehema alikuwa ni anafanya mambo kwa uhuru kabisa. Kwamba anajua kabisa huyo bosi wake au huyo jirani yake mwenye chumba hayupo wala hawezi kurudi muda huo mpaka usiku. Na mtoto hayupo, kwa maana wale majirani wengine, wapangaji wengine wanajua kabisa kwamba yule Hadija alimkabidhi Rehema funguo yake. Kwa maana hata akiona wanaingia wanajua tu labda ni makubaliano yao, either ni wageni wao hivyo, yani hawajawahi kujaji chochote. Sasa Hadija amekaa dirishani hivi anaangalia pale kwenye chumba chake. Hawakukaa sana, yule mwenye begi alipofika tu hawakukaa sana. Ile begi limeingia limenywea hivi. Yani ambao kama halijaweka kitu. Begi linatoka ni limejaza yani. Hadija anasema yeye amekaa dirishani anaangalia. Lile begi wametia nini na kitu, yani akawa anahisi moja kwa moja wale itakuwa wameiba kitu wanatoka. Kwa hiyo Rehema akafunga mlango akatoka. Alivyotoka yule Hadija akamwambia kwamba yule mama ambaye anamsaidia kukaa chumbani kwake kuangalia matukio yote, akamwambia mama tafadhali naomba wafuate kwanza ili mimi wasinione. Kwa hiyo yule mama akawa anawafuata nyuma mpaka nje. Kwa sababu hiyo nyumba imejengwa hivi vyumba, alafu kuna kageti kadogo ndio unatoka nje. Kwa hiyo yule mama alikuwa anawafuatilia huku Hadija akampigia simu, ana polisi ambaye anamjua kwenye kituo cha hapo cha karibu. Yani hapo pale Mwananyamala kuna kituo cha karibu Hadija anapajua. Akafanyaje?
akampigia simu, afande, mimi nahisi kuna mtu ameingia chumbani kwangu ameiba vitu, yani begi limejaa. Yani akamuelezea kwa haraka kila kitu kilichotokea. Akawa anamfuata sasa yule mama, nia yao sasa wao wafuatilie wale, wajue na ile mizigo wameibeba nini, yani wanaenda wapi na ile kwenye begi wameiba nini. Sio, umenielewa? Kwa sababu hapo kwa akili haraka Hadija, Rehema ni nani? Ni mwizi. Yani haiwezekani uingie kwenye chumba cha mwizi bila yeye ruhusa, bila ruhusa, yani bila yale maelekezo ambayo wewe umepewa. Alafu anatoka na kitu kipo kwenye begi. Yani hata kama wewe kwa akili ya haraka lazima ushtuke jamani. Ila Rehema hapo hajui kama anafuatiliwa. Kwa hiyo akampigia simu polisi. Wao sasa wakaanza kumfuatilia. Yani Hadija pamoja na nani na huyo ya mpangaji mwenzio huyo mama wakaanza kumfuatilia. Wamefika kwenye kituo cha bodaboda, wale wakina Rehema wapo watatu. Wamekodi bodaboda wanaondoka. Na wale tena wakachukua tena bodaboda, Hadija na huyo mama sasa. Wakachukua bodaboda wakafanya nini? Wakawa wanawafuata nyuma bila wao kufanyaje, bila wao kujua. Yaani wakawa wanawafuata nyuma kwa akili. Wameenda wamefika sehemu kwenye mitaa bodaboda, yani kuna kibarabara cha mtaa, wameshuka kwenye bodaboda, alafu wameingia wamepenya kwenye chochoro. Kwa na wale kama kawaida kwa nyuma wakashuka kwenye bodaboda wakapenya kwenye chochoro, wanawafuatilia wanaenda wapi na wameiba nini. Yani Hadija akili yake akawa anajua kabisa yani ameibiwa. Chochote kile anaweza akaibiwa, yani kwa sababu begi la mgongoni ni kubwa wamelibeba. Kwa hiyo mtu anaweza akabeba chochote. Kwa hiyo akawa na wasiwasi yani. Kwa hiyo akawa anawafuatilia. Wameingia kwenye kichochoro, yani wameingia kwenye njia za ndani. Wakina Hadija nao wako nyuma. Polisi nao walikuwa washampigia polisi wakamuelekeza maeneo ambayo walipo. Polisi nao wakawa wanakuja sasa. Ila walikuwa bado hawajafika. Yani huyo polisi alikuwa bado hajafika. Sijui umenielewa. Kwa hiyo wale kwenda wakaingia kwenye nyumba ambayo imechoka fulani hivi. Hao wavulana wawili wamebeba begi mgongoni na yule Rehema. Wameingia ile nyumba ina kitambaa chekundu. Yani nyumba ya mganga. Unajua nyumba ya mganga ukipita unajua kabisa humu kuna mtaalamu, sijui ndo mganga hivyo. Kwa hiyo wanasema wamefika pale wanasikia harufu za madawa. Yani wameingia kwa nani? Kwa mganga. Rehema huyo mtu wa mashungi na hao wakaka hao wawili na begi la mgongoni. Hilo begi la mgongoni halijulikani limetoa nini. Kwa hiyo Hadija kwa anashtuka, kwa mganga wanaenda kufanya nini? Kwa hiyo dakika yule askari amefika, alimchukua na mwenzio, wamefika polisi pale wawili. Kwa hiyo walipofika wakaingia sasa ndani kwa yule mganga. Hadija akasema mimi yani naombeni ni chochote. Yani hata kama ni gharama mimi nitawalipa. Ila tunaombeni mkamkamate huyo. Kwa nini yani ameiba nini ndani kwangu, mkamchunguze. Amefika pale polisi. Na wale wakina Hadija wameingia mule kwa mganga. Wanakutana na Rehema, wanafungua, yani lile begi ndo limefunguliwa, wanatoa nguo kwa mganga wa kienyeji. Sasa nguo uliza za nini? Nguo za mtoto wa Hadija zimepelekwa kwa mganga. Yani ndo zinatolewa kwenye begi zinawekwa pale. Sijui unanielewa. Yani nguo zinatolewa kwenye begi za mtoto wa Hadija ambaye yupo darasa la kwanza, zinawekwa kwa pale, yani ndo zimetolewa, zimefikishwa kwa mganga. Hadija anasema alishtuka. Unajua alishtuka. Yani alikopo haelewi. Yeye anajua pole wameiba. Lakini sasa kwa nguo zinapelekwa kwa mganga, hata kama ndio umeiba, nguo unaenda kumuuzia mganga kwenye ofisi yake, maana sio ndio hiyo ndio ofisi yao. Yani inakuaje funguo za mtoto. Kwa hiyo kufika pale polisi wakafanya kazi yao chini ya ulinzi, wakambeba Hadija na wale vijana kwa ajili ya kumpeleka kituoni. Wakampeleka kituoni Mwananyamala. Wavumbele hiyo siku, kwa sababu silikopo hayo mambo yametokea kuanzia hiyo asubuhi mpaka, kwa hiyo zikaeka mpaka mchana. Yani wamempeleka kule Hadija Rehema kubanwa, yani zile nguo ziko unaenda kwa mganga kuzifanyia nini zile nguo. Wamemshikia, yani anasema huyu asitoke mpaka aseme kila kitu. Ndio Rehema kusema sasa. Anamwambia sasa, Rehema anawaambia askari, mimi ni sawa, hizi nguo nilipeleka kwa mganga kwa ajili ya
kwa ajili ya yaani kwenda kumroga huyo mtoto. Imagine, yaani mtu uliomwamini anaenda kumroga mtoto wako. Na sio tu kumroga, anamrogaje? Anaenda kumroga ili mtoto ampende yeye Rehema. Akishampenda yeye, amchukue aondoke naye kwao. Yaani Rehema alikuwa na lengo la kumuiba yule mtoto. Na huyo Rehema akawa, baada sasa ya polisi kufanya kazi yao, huyo Rehema akawa anasema sasa, na hiyo kazi hajaianza leo wala jana, yaani ameshachukua vitu vingi vya mtoto amepeleka kwa mganga kwa ajili sasa ya kuchota mapenzi ya mtoto, asimkumbuke mama yake, na hata wakiondoka huyo mtoto asije akamkumbuka mama yake wala kumlilia. Na anasema hapo walikopo wameshafanya kila kitu, yaani hiyo ndio ilikuwa hatua ya mwisho. Umetumwa na mganga wakachukua hizo nguo, yaani hiyo ilikuwa ni hatua ya mwisho. Ashapeleka sijui nywele sijui nini, yaani kila kitu cha mtoto washamroga. Mtoto ampende sana nani, yaani asikatae, yaani ataka, kwa sababu mtoto si ana tayari darasa la kwanza, tayari anajua kabisa kwamba huko ninapoenda mimi sipajua, na yaani ana huo ufahamu na maanisha. Kwa hiyo yule akaenda kumtengeneza kwa mganga. Kwa sababu gani umefanya hivyo? Ndio yule Rehema anasema kwa sababu mimi sina mtoto, yaani nimetamani sana kupata mtoto lakini sijawahi kujaliwa mtoto. Kwa hiyo yule nilipokuwa namuona yule kale katoto nikawa natamani awe mtoto wangu. Kwa ndio maana nimefanya kila kitu ili nifanyeje, niondoke naye. Na nilikuwa nimemaliza kila kitu. Kesho asubuhi nilikopo naondoka na basi la alfajiri. Kwa hiyo kesho nilikuwa nasubiri huyo mtoto arudishwe kwa bibi yake jioni. Ikishindikana kesho Jumapili, basi Jumatatu ilikuwa sisi ni tunaondoka asubuhi. Nilikuwa yaani baada sasa ya kubana. Si unajua kwamba polisi hawana kazi ndogo. Ndio akasema kwamba amechukua sijui cheti cha kuzaliwa cha mtoto, makadi ya kliniki, yaani kila kitu. Kwa hiyo hata akirudi huko kwao akiulizwa imekuwaje huyu mtoto wa nani, atasema kwamba mimi nina vitu vyake, vidudu vyake, yaani hivyo, yaani ana vielelezo vyake vyote hata njiani, sio unajua. Kwa hiyo yaani alikuwa amemaliza kila kitu, na mambo yake sio tu kumaliza, alikuwa ameyapeleka kwa mganga wa kienyeji yaende hivi. Ila Mungu si Asumani, yule mtoto aliokolewa kwa staili hiyo, kwa maana ilikopo bado hivi. Kwa maana yule Hadija asingetoka siku zile kazini mapema, asingejua chochote na angemkosa mtoto wake wa pekee, kwa sababu huyo Hadija ana mtoto huyo mmoja. Sasa imagine, yaani mtu anaenda mpaka kwa mganga, sijui yaani anatoa mpaka na hela, yaani anatumia gharama. Yeye sasa kwa mujibu wake baada ya kuojiwa ndio anasema huyo mtoto alikuwa anaenda tu kumlea kwa wema, hakuwa anaenda kumtesa, sio hakuwa anaenda yaani alikopo hana nia yoyote mbaya, alikopo ana nia ya kwenda kumlea kama mtoto wake. Ila hilo kalisema mdomoni, rohoni mwake unajua haujui. Na hilo tu tukio la wewe kutenganishwa tu na mtoto wako, wewe unalionaje? Hadija anasema alilia kama mtoto, alilia huko anamshukuru Mungu, yaani kwa sababu ilikopo tu imebaki hivi, yule mtoto arudi kwa bibi yake jioni. Yule Hadija, kwa sababu Hadija mpaka Jumapili anaenda kazini. Hadija Jumapili, kwa sababu Jumapili ndio anasema Jumapili anaenda kazini lakini hatoki usiku, anarudi mapema fulani hivi mchana saa 10. Sijui umenielewa. Kwa maana angerudi kazini angekuta mtoto kashaondoka. Sijui unanielewa. Na siku zile, ile siku ambayo yeye aliwakuta watu ndani, akaona akaangalia sijui hela zake, Rehema hakuwa anataka hela. Alikuwa sijui ndivyo amebeba hivyo vitambulisho, yaani vielelezo vya mtoto, sijui cheti cha kuzaliwa hivyo, yaani vielelezo vyake, na hivyo vikolokolo vingine vya kupeleka kwa mtaalamu aondoke na mtoto. Sasa imagine hilo tukio ndo linakukuta wewe, na linawakuta haya matukio kama haya na mengine tofauti ya ukatili ya nini, kwa kuamini watu ambao hatuwajui. Mtu kakuonesha upendo kidogo, jirani kakupa chumvi, umeenda kuomba chumvi kakupa kipati kizima, umeweka ndoo ya maji bombani kakunyanyulia, unaona anakupenda, unamwachia na mtoto. Watoto jamani wanapitia mambo mengi, wengine hawawezi kusema jamani. Kwa baadaye ndio utakuja kujua kwamba kati ya kazi au pesa na huyo mtoto ni nani bora. Kama huwezi kumlea jamani, kuna wazazi wetu, unajua
mama yako au baba yako, kama wewe wazazi wako bado hapo, hawezi kumlea mtoto, yani watamlea mtoto wako kama wewe unavyomlea, sio kuachia majirani au marafiki. Yani mtu umeelewana na jirani tu kidogo, umepata kazi, unamwachia mtoto wako, sio salama jamani. Heri tuwapeleke huko vijijini kwa ndugu zetu ambao tunajua kabisa wanatujua na wapenzi sisi tuumie, sana sana wazazi wetu. Kama huna wazazi, hata una dada, japo pia sio salama. Mtoto anakuwa salama kwa mzazi wake tu. Jamani, wamama tupunguzeni hizi kazi. Yani hii issue imekuwa ni nyingi sana. Mtu anaenda harusini, shuhurini, mtoto anamwacha kwa jirani tu ambaye anaelewana naye, ambaye hamjui kiundani. Na hata kama anamjua, yani inshote anamwacha tu kwa jirani, yeye anaenda kwenye shughuli. Anamwacha kwa jirani, mwingine utakuta ndio hivyo, hana sasa safari za maana. Hata hiyo kwenda kazini pia sio salama. Tujifunze. Natumai umesikiliza story hii, umejifunza na umeenjoy pia. Na mimi mpaka kufikia hapa sina tena neno, na wacha tu hilo neno kwamba tujifunze jamani, sio kila mtu wa kumwamini katika haya maisha. Yani wewe peke yako ndio unatakiwa ujiamini na mtoto wako jamani. Na pia usisahau kusubscribe kama bado hauja subscribe katika hii channel, kulike, kucomment pamoja na kushare, ili wafikie watu wengi sana wapate kujifunza kutokana na story ya mwanadada Khadija. Mpaka wakati mwingine, nawapenda sana. Bye bye.